Yesu ni yote katika vyote tulivyo navyo. Hakuna chochote ambacho unaweza ukakigusa kwenye Biblia asitajwe Yesu, ila wewe tu ndio ujui. Bwana asifiwe. Juzi Alhamisi, wakati tupo hapa kanisani, nikawa nawaambia Ibrahimu aliambiwa na Mungu, mchukue mwana umpendaye Isaka umpeleke mpaka sehemu nitakayo kuonesha awe sadaka ya kuteketeza, si ndio? Akampeleka mlima wa Moria ambao upo wapi? Uko wapi? Yerusalemu. Na nielewa Akampeleka. Wakati anampeleka njiani, alimbebesha kuni. Yule mtoto njiani akauliza, kuni tunazo, moto tunao, ila je, hiyo sadaka ya kuteketeza iko wapi? Maana hatuna mwana kondoo hapa wa kuteketeza. Ibrahimu akasema kwa imani, Bwana atajitwalia huko huko mwana kondoo. Sawa. Akataka kumchinja, akasikia sauti, usimdhuru mwanao, kwa kuwa sasa nimejua kwamba unanicha, kama hujanizuilia mwana wako umpendaye. Akageuka akamuona mwana kondoo kweli kama alivyotamka mwenyewe, akamchinja awe sadaka ya kuteketeza. Miaka zaidi ya 2000 baadaye anaenda kutolewa sadaka ya kuteketeza vile vile. Eneo ni ile ile, mlima ni ule ule, pale pale. Sio kama mnanielewa. Biblia inasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Na Ibrahimu aliambiwa atoe mwanae wa pekee vile vile. Sio kama mnanielewa. Alafu wakati Ibrahimu anataka mchinje Isaka, akamuona mwana kondoo, kwamba atakaye chinjwa ni mwana kondoo, sio Isaka, na Yesu ndiye mwana kondoo. Haleluya. Hata ushtuki kile kinazungumzwa nini? Alikuwa anazungumzwa Yesu pale. Ibrahimu alitoa cha thamani, Mungu ndiye alitoa cha thamani. Vile vile. Sijui kama mnanielewa. Alikuwa anazungumzwa Yesu, lakini nani anajua sasa? Twende kwenye kitabu cha Mithali sura ya 8. Tujifunze kuhusu jamaa Yesu. Na imekuwaje awepo kote? Imekuwaje kila unachokitaja unamtaja yeye bila kujua? Bwana asifiwe. Mithali sura ya 8 mstari wa 22 mpaka 36. Ndio. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia zake, kabla ya matendo yake ya zamani tulikuwa pamoja, na alitukuka tokea milele. Maanake mimi niliinuliwa tangu milele. Milele maanake mwanzo usio na mwisho, yaani mwanzo kabisa huko, si ndio? Tangu awali, kabla haijawako dunia alikuwepo. Na anasema Bwana alikuwa pamoja naye. Huyu ni nani aliyekuwepo kabla ya vyote? Nani? Twende mstari unaofuata. Kabla havija kwako vilindi mimi nilizaliwa. Kabla hazikuwako chemichemi zilizojaa maji alikuwepo. Kabla ya mlima Kilimanjaro kuwekwa alikuwepo huyu jamaa. Milima imewekwa kabla ya watu kuumbwa, mnanielewa? Lakini Biblia inasema huyu jamaa alikuwepo kabla ya milima kuwepo. Mnanielewa? Twende mstari unaofuata. Kabla ya vilima nilishazaliwa. Sikiliza, huyo alipokuwa hajaiumba dunia wala makonde wala chanzo cha mavumbi ya dunia, mimi nilikuwepo. Sasa kama Mungu ndio alikuwepo mwanzoni na hakuna mwingine, huyu anayesema ni nani? Kabla Mungu hajaweka kila kitu nilikuwepo. Huyu ni nani? Twende mstari unaofuata. Alipozithibitisha mbingu na alikuwako. Na nielewa vizuri? Huyu anayesimulia anasema Mungu ndio alifanya hivyo vitu vyote. Huyu anayesimulia alikuwepo ni nani? Twende mstari unaofuata. Ndio. Ndio. Alipoiagiza misingi ya nchi,
ndipo nilipokuwa pamoja naye kama fundi stadi wa kazi. Haleluya! Huyu aliyekuwa pamoja na Mungu ni nani? Jibu tu, nani huyu? A king of glory is here. Si ndio? Mnaujua wimbo? Unasema Mungu ni mmoja tu. Vipi huyu aliyekuwa pamoja naye? Huyu sio wa pili huyu. Utamwambia nini ukimwona? Utamwambia nini ukimwona? Unainama, unasujudu, Mungu ni mmoja tu. Huyu ambaye alikuwa pamoja naye kabla ya chochote ni nani? Mimi sijabisha Mungu ni mmoja. Ila huyu ni nani? Nilikuwa furaha yake siku zote. Nikifurahi daima mbele za Mungu wangu. Nikifurahia dunia inayokaliwa na watu. Maanake kumbe huyu hakuwako duniani, ila alifurahia uumbaji wa baba yake, akawa anatazama. Oh wow, Adam, hey. Bustanini kuko vizuri. Yeye alikuwa wapi muda huo? Soma mstari unaofuata. Na furaha yangu ilikuwa pamoja na wanadamu. Mungu alikuwa anafurahia dunia aliyoifanya, ila kulikuwa na mwingine anafurahia kuwa pamoja na wanadamu. Basi anakulinda, anakuatamia, anakutetea, unaokoka kila sehemu. Yeye ndio ilikuwa furaha yake. Sawa? Tumishi unakoswa na ajali, anakuokoa, ndio ilikuwa furaha yake. Huyu ni nani huyu? Anionaye mimi anaona uzima. Mimi ndio nina uzima. Huyu mwanaume anasema mwanzoni, kabla ya vyote, alishaumbwa na alishazaliwa, alishakuwepo. Anasema wakati Mungu anaandaa ulimwengu, anachonga, anafanya nini, nilikuwepo kama fundi stadi wa zamani, nikifurahia dunia iliyokaliwa na watu, nami nilikuwa sehemu ya furaha yake milele. Haleluya! Anasema mwanangu asikiaye maagizo yangu haona uzima. Huyu ndio anayetoa uzima, aliyesema sisi ni wanaye, aliyesema tangu mwanzo alikuwa pamoja na Mungu. Unanielewa? Huyu ndio aliye na uzima. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika kwamba kingefanyika. Ndani yake ndimo mlimokuwa uzima. Unanielewa? Na hapa anasema anishikae mimi ameshika uzima, anionaye mimi ameona uzima. Haleluya! Soma Petro. Somo linasema Yesu ni yote katika vyote tulivyo navyo. Huyo mwanaume anaelezwa kwenye kila point ya Biblia, kila jambo. Unanielewa vizuri? Kwenye kila unachokifanya. Ndio. Katika habari ya wokovu sikiliza, kuna habari za manabii zamani. Agano la Kale lilikuwa linaongozwa na manabii, Agano Jipya linaongozwa na mitume. Na Yesu alisema Injili kanisa limebebwa katika misingi ya mitume na manabii, akimaanisha mwanzoni manabii ndio walikuwa wanatumika sana, baadaye akaleta mitume 12, mmoja akahama yeye akaondoka zake, wakabaki 11. Sawa? Unanielewa? Akasema tangu zamani manabii si walikuwa wanaona hizi habari za wokovu unaofuata, kwa walikuwa wanatamani wajue ni siku gani. Sikiliza. Walikuwa wanatafuta waone ni wakati gani ulioonywa na roho wa nani aliyokuwa ndani ya
Hivi unajua mitume na manabii walikuwa muda gani? Manabii walikuwepo kabla ya Yesu. Lakini unaambiwa tangu zamani walikuwa wanafanya kazi kwa roho wa Kristo, kwa roho wa Yesu huyo. Soma vizuri Biblia. Agano la Kale ndio kulikuwa na manabii, si ndio? Neno manabii ni neno, nabii ni neno la Kiarabu, nabii lenye maana ya muonaji. Kiingereza sia, muonaji. Kwa walikuwa wanaona matendo yatakayofuata baadaye, wanaona Masihi atakayefuata, wanaona nini ambacho kitafuata. Wakawa wanatamani wajue ni wakati upi, wakawa wanamuomba Mungu sana. Kumbe roho aliyekuwa anawaongoza tangu Agano la Kale alikuwa ni roho wa Kristo. Nani anaelewa? Hivi huyu Yesu ni nani? Kumbe roho wake ndo alikuwa anafanya kazi tangu zamani. Ukimjua huyu jamaa imeisha. Yesu ni master, yaani ukubali ukatae shauri yako. Kwani taa ikiwa inawaka afu wewe unasema sio taa, inapunguza nini kwenye ile taa? Yaani Yesu ni nuru ya ulimwengu, ukubali haya ukatae, haiondoi ukweli. Nanielewa? Anasema tangu zamani walichunguza walipokuwa na roho wa Kristo akiwaongoza ndani yao, lakini mwanzoni walikuwa hawajui kama huyu ni roho wa nani? Wa Kristo. Walikuwa wanajua tu ni roho wa Mungu. Kumbe huyo roho wa Mungu ndio roho wa Kristo. Tangu zamani Agano la Kale Yesu alikuwa anatokea, lakini anatokea kama roho. Ishi hapo. Sikiliza. Anasema tangu zamani walichunguza wajue ni wakati upi ulioonywa na roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Wakaoneshwa kumbe sio kwa wakati wao. Wao walihubiri tu, lakini wanaondoka, kuna kizazi kinafuata. Mwambie mwenzako kuna kizazi kilikuwa kinafuata baadaye. Hizi habari hazimuhusu Joshua, hazimuhusu Manase, hazimuhusu nani? Wa Agano la Kale yoyote haimuhusu. Haimuhusu Musa. Hii habari inakuhusu wewe. Haleluya. Zaburi 102:18. Imeandikwaje? Zaburi 102:18. Ndio. Sio kama mnanielewa? Kizazi kitakachokuja ndio kimeandikiwa hayo. Kizazi gani? Mungu anaumba watu wengine baadaye. Haleluya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe. Kumbe ndio viumbe waliokusudiwa tangu mwanzo. Isaya 45. Mungu anamwambia Isaya, nami nitakufanya wewe kuwa chombo kipya kikali cha kufanya. Mwenzako, mimi ni kiumbe kipya. Mimi ndio kizazi kilichokusudiwa. Ndio kizazi kile kilichoandikwa kwamba kizazi kitakachoumbwa kitamsifu Bwana. Sawa? Wewe usikae tu kwenye hii nafasi. Mimi nakwambia, tukijua ukweli hakuna kitu kitatusumbua.